ambayo yanatukuta kila siku. Hata Biblia inasema kwamba amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kimbilio lake. Mtumainie Mungu. Mungu ana njia zake. Katika maombi yako usimwombe Mungu kwa kumwekea mipaka. Kuna watu wengine anamuomba Mungu kwa kumwekea mipaka. Anasema mimi Mungu ninaomba nikienda kuomba kitu fulani kwa fulani anipatie. Hapana. Njia za Mungu ni za tofauti. Unaweza ukamwomba Mungu. Wewe omba Mungu, anajua katika mahitaji yako. Anahitaji kuona kama una ushirika pamoja naye. Ndio maana hata akatuambia kwamba mbali na kuwa navyo vingi katika ufalme wake, bali ametuita katika hali ya kuonyesha imani inayofanya kazi, ya kwamba ombeni na mtafanyeje? Mtapewa. Lazima ubebe jukumu. Lazima uwe na imani inayotenda kazi. Esther angesema kwamba mimi ni malkia, kwanza nilichaguliwa nikiwa mzuri kuliko wote kwenye mashindano na nimepata kibali mbele za mfalme, sasa naweza nikasema lolote. Alijua ni wapi anaweza akashughulika na moyo wa binadamu. Ndugu yangu, adui unaye. Adui unaye. Ndio maana kuna mtu mmoja akaposti kwenye mitandao akasema, nyinyi ambao mnakimbia maadui, sasa Mungu akitaka kutayarisha meza mbele ya maadui zako atatayarisha kwa kina nani? Kwa hiyo lazima tunaposema kwamba atayarisha meza mbele ya adui zangu na watesi wangu, lazima wawepo wale. Na muda mwingine sio kwamba Mungu anatengeneza amani ya wewe kuwa na adui zako, hapana. Anakufanyia wewe amani ndani ya moyo wako. Hata adui wakiinuka katika mazingira gani, wewe hauogopi jambo lolote, kwa sababu Mungu ndiye ngome yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na haya yote tunayapata ukisoma Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 imeelekeza mambo mengi sana. Mwimba Zaburi ameandika vizuri. Anasema yeye akae katika uvuli wake Mwenyezi, yeye akae mahali pa siri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye ngome yangu na gongo langu, nitakaye mtumainia. Katika mstari wa 7 anasema ya kwamba 10,000 wataanguka kushoto kwako na 100,000 mkono wako wa kulia, lakini hautakaribiwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya kumtegemea Mungu. Katika mazingira ya kijana wa utajiri, yeye katika ufahamu wake, tunajua kwamba usingeweza kumkaribia Bwana Yesu alipokuwa akifundisha bila kuwa na ufahamu wa kutosha. Ina maana ni kijana aliyekuwa na maadili, ni kijana aliyefahamu sheria 10 za Mungu na alijua jinsi yeye alivyo, alijielewa. Lakini katika ndani ya moyo wake alibeba ile kisha hofu kuwa ujasiri. Esther katika sura ya 4 mstari wa 16 anawaambia kwamba nendeni mkafunge kwa ajili yangu. Ina maana hata katika cheo na nafasi aliyokuwa nayo Esther, aliona bado kuna watu inabidi wafunge kwa ajili yake, akaweze kupata kibali cha kubadilisha hata mawazo. Ndugu yangu, unaye wa kukuombea pamoja nawe? Unaye mtu ambaye mnaweza mkashirikiana kwa pamoja kuombea jambo? Unaye mtu ambaye anaweza akakubeba katika maombi? Kama umezungukwa na marafiki ambao hawawezi hata kukuombea, rafiki yangu, jitafakari vizuri sana. Lazima uwe na marafiki ambao wanaweza wakakuombea. Wale sio kwamba wana vitu vingi kukuzidi. Huyu ni malkia, lakini anawaambia nendeni mkafunge kwa ajili yangu. Kuna wakati tunafika vyeo, nafasi, nguvu, utajiri vinafika mwisho. Unachokihitaji ni mkono wa Mungu wenye nguvu uweze kukuvusha kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ndilo jambo ambalo tunahitaji. Esther hakukimbilia manunguniko, hakukimbilia kukata tamaa, alikimbilia mbele za Mungu. Watu wengine siku hizi akipata na changamoto tu anapiga kelele, anahangaika, anakata tamaa, anashindwa kulala, anapoteza amani. Lakini Esther anatufundisha kuwa kumwamini Mungu kwa kweli akupeleki. Lakini Esther anatufundisha kuwa mwamini wa kweli upeleka tatizo lake kwa Mungu kabla hajapeleka
kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna tofauti kubwa kati ya kuelezea ukubwa wa tatizo ulilonalo na kuelezea ukuu wa Mungu na uwezo wake alionao juu ya lile tatizo. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, usimwambie Mungu matatizo yako, bali taja ukuu wa Mungu juu ya changamoto ulizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njoo mbele za Mungu, useme wewe Bwana ni mwenye uweza, ni mwenye nguvu katika yote. Nitakutumainia wewe. Kama alivyosema ya kwamba hata wakianguka 10,000 kunishambulia, Mungu yeye ndiye atakayekuwa nguzo yangu. Ndiye atakayekuwa kimbilio langu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika mazingira hayo bado kuna michakato na mifumo ambayo kila siku inazidi kutengenezwa. Yawezekana unazijua au uzijui, lakini zipo kwa ajili ya kutaka kukuangamiza. Ndio maana hata Mtume Paulo aligundua akasema kwamba amini, Yesu Kristo alisema kwamba mkiniamini mimi na kunitegemea mimi, hata kila kitu chenye sumu akitafanyeje, akitawadhuru. Nataka nirudi kwenye mazingira ya sasa hivi ya mambo ambayo tunayapitia kila siku, ya mambo ya vitu ambavyo tunavitumia kila siku na hatujui madhara yake, lakini vimebeba ajenda nyingine ya siri ya kutaka kuangamiza uwezo wa kufikiri, uwezo wa kusimama kiroho na hata uwezo wa nguvu zako. Kuna watu kila siku wanakaa katika maabara kutengeneza vitu kwa ajili ya kuangamiza uwezo wa mtu kufikiri. Kuna watu kila siku wanakaa mahali ya kutengeneza mifumo ambayo itakuondoa katika uwepo wa Mungu, ya kukutenganisha. Sasa nitoe mfano huu kwa wale wenzangu wanaotumia AI, wanaotumia ile ChatGPT, naifahamu vizuri. Sasa siku moja niliangalia kwenye mtandao, mtu akasema kwamba ukitaka kujua mambo ambayo shetani afichi tena katika wakati wa sasa hivi, hebu muulize ChatGPT, ungekuwa wewe shetani ungefanya nini ili kuwaondoa binadamu wote katika kumtegemea Mungu? ChatGPT anajibu kwa kuamini kabisa. Anasema kwanza kabisa kuwatengenezea mazingira ya anasa, wasahau muumba wao. Inamaanisha muda mwingine kwamba kuna mazingira ya furaha ambayo sisi tunaonesha ni burudani za kila siku. Kwa mfano, nitatoa mfano. Kuna michezo ya mipira ya miguu tunaangalia kila siku, kuna muziki tunaimba na kucheza kila siku, kuna matamasha, na hayo yote yanaonekana ni mfumo wa kawaida wa mambo ambayo inabidi tuyaishi. Ni nani ambaye hashabiki mpira? Sasa hivi tukitangaza ibada saa 10 kuja kwenye maombi na kuna dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga, wangapi watajaa? Ninaingia kwenye vibanda kule, wamejaa watu zaidi ya 300. Wanafanyaje? Wanaangalia mpira. Unaweza ukaangalia, baada ya hapo nafsi yako wewe inafaidi nini? Na naomba hili jambo tulitazame katika ustawi wa maisha ya kiroho. Unafaidi nini katika mazingira haya? Sio hiyo tu, ninatoa mfano mwingine kwa sababu hapa tuko katika kumtegemea Mungu. Nitamalizia na habari njema. Angalia pia katika nyumba yako wewe unapokaa, jinsi ambavyo umeandaa ile sehemu vizuri. Unapoweka TV, unapoweka TV yako, umejenga kabati nzuri safi na maua umeweka sehemu ambapo unapata burudani na kufanyaje na kuangalia. Na angalia sehemu ambapo huwa unapiga magoti kuomba kila siku kabla ya kulala. Ninatamani nijitolee mfano, lakini sasa itakuwa ninajipandisha. Lakini naomba wewe kwenye moyo wako ujitafakari hivi. Angalia, ni vitu vya kawaida tu vimeletwa katika mazingira ambayo wewe unaona ni jambo la kawaida. Kwani ni wangapi wana TV ndani? Ni yupi ambaye TV kwake kuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi haiwezi kuwaka? Mara ngapi unafungua Biblia? Mara ngapi unaomba? Mara ngapi mpendwa? Sasa hiyo ndio ikurudishe kwenye mazingira mengine. Tukiwa tunatafakari kuhusu kumtegemea Mungu, pia inagusa ndani ya mfumo wa maisha ya kila siku, ya jinsi ambavyo tunatembea na kuenenda kwenye maisha yetu ya kila siku. Sasa hapo unaweza ukajiuliza, yawezekana unamwamini Mungu, unamjua Mungu, lakini umtegemei Mungu.
Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho unakitegemea ni kile ambacho unakifikiria na kukitumia na kuwa na ukaribu nacho kila wakati. Kama vile unavyotembea na pesa zako. Sisi kwetu huku kuna ile wanasema kwamba nitembee na pesa, naweza nikajikwaa kwa vitumbua vya mtoto, nikashindwa kuvilipa, nikaaibika, nikavuliwa tai. Haya, lazima simu ufanyeje? Utembee nayo. Na kitu kipi kingine lazima utembee nacho? Sasa huko sitaki kwenda mbali, kuna wengine pia wamejifunga vizuri huku. Kuna madude wamefanyaje? Wamejifunga, wanatembea. Wapendwa, tunabidi tujenge mazingira, sio tu katika kuamini kwamba Mungu yupo, kwa sababu kila mtu anaamini Mungu yupo. Sasa utashindaje kuamini? Kwani wewe umejiumba? Lakini kumtegemea ni jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikasema ni utiisho wa imani yako ya kutambua kwamba pasipo Mungu mimi siwezi kwenda mahali popote. Wapendwa, kumtegemea Mungu kuna faida sana katika maisha yetu. Kuna faida sana. Kwanza utakujengea kuona kwamba ndio, sio kwamba kila kitu ni chepesi, lakini kutakuonyesha kwamba kila jambo linafanyaje? Linawezekana. Kila jambo linawezekana. Baba mzazi aliniambia hivi, jifunze kila siku kuomba ili hata unapopitia katika magumu moyo wako usifanyeje? Usizimie. Ina maana kuna muda unaweza ukapitia magumu mengi na moyo ukafanyeje? Ukazimia na ukakata tamaa. Ndio maana Mtume Paulo anakuja anapata huo ufunuo, anawaandikia Wafilipi sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 6. Kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 7 anaanza kwa kusema furahini siku zote katika Bwana. Na anasisitiza na anasema furahini. Haja zenu na zijulikane kwa nani? Kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Msijisumbue katika neno lolote, bali katika kila neno kwa kufanyeje? Kwa kuomba, kusali pamoja na kushukuru. Haja zenu zijulikane kwa nani? Kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Uzilete kwa Mungu, umtegemee Mungu. Anatupa ufunuo, aishie hapo tu katika kuomba na kusali na kuzidisha. Anasema hivi, na amani ya Kristo ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu, nia zenu na akili zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunahitaji kumtegemea Mungu ili tuweze kuwa na amani katika maisha yetu. Mpendwa, usipomtegemea Mungu, wewe ni kama bendera fata upepo. Ni kama chombo kinachopigwa na upepo na mawimbi ya bahari. Utateseka sana. Na ukiwa ni mtu wa kutomtegemea Mungu, ina maana utakuwa unategemea binadamu. Binadamu ana tabia ya kuchoka watu. Ukiendelea kuomba binadamu, anafanyeje? Anakuchoka na anakukinana. Haiwezekani mara ya kwanza nilikukopa, mara ya pili nilikusaidia, mara ya tatu nikakukopa. Sasa binadamu anaanza kujenga tabia hiyo. Iko hivi, kadri unavyoendelea kumtegemea Mungu na kumwomba Mungu, ndivyo na yeye anajenga uhusiano wa karibu pamoja na wewe, ya kwamba anakutengenezea amani ya moyo. Unajikuta unatembea katika mambo magumu ambayo binadamu wengine ambao hawamtegemei Mungu wakikutazama wanaogopa. Mtu anasema kwa yanayopita huyu mtu, angekuwa mimi ningekuwa nimekufa. Ndio, ungekuwa umekufa kwa sababu haumwamini Mungu. Huyu mwenzio anapita kwa sababu ana sehemu ambapo Mungu anahifadhi moyo wake. Hayo mazingira yatakufanya hata uanze kuacha na wewe kujiona unafaa. Kwa sababu Mungu ukiendelea kumtegemea, anakupa hata thamani ya kwa nini alifanyaje? Alikuumba. Anaendelea kukupa kusudi. Naweza kukuambia kwamba kusudi langu alifanyaje? Halijatimia. Hautakufa, bali utafanyaje? Utaishi na wewe utaona wema wa Mungu.